Bwana msanii wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, hapa namzungumzia Diamond Platnumz. Bwana Diamond Platnumz hapa siku ya jana kwenye jukwaa moja la Pepsi alipokuwa anaongea na waandishi wa habari, alikuwa anafanywa interview na waandishi wa habari. Ameweza kuzungumza mengi sana, lakini moja kati ya kitu ambacho alikizungumza jana ni pamoja na kukataa kwamba yeye hajawahi kuandikiwa nyimbo na msanii yeyote wa WCB. Ifahamike kwamba watu walisema kwamba Diamond anasaini wasanii kwa lengo au kwa dhumuni la wao kumwandikia nyimbo. Bwana jana Diamond ameweza kukataa kabisa kwamba hajawahi kuandikiwa nyimbo na msanii yoyote yule wa WCB, ila yeye ashawahi kuandikia nyimbo baadhi ya wasanii wa WCB na ambao sio wa WCB. Na Diamond pia akasema kwamba yeye IQ yake ni kubwa sana kwenye kuandika nyimbo, yani hata hapo alipofikia au mafanikio yake ni kwa sababu ya uandishi mzuri wa nyimbo, sio kuandikiwa, uandishi mzuri wa nyimbo. Bwana ninakuwekea hapa ili uweze kumsikia Diamond alichokizungumza. Yao wanasaniaga mimi msanii wasanii sio kuandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambazo nyinyi hamjui. Wasanii wengi Wasafi, kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kamwandikia mwenzie nyimbo, kaa nao atawaambia. Unaweza kutupa mfano? Sio vizuri. Ila nyingi sana. Nika nao hao sio vizuri kuzungumza kwa sababu nakuwa kama hapa. Na kitu kimoja ambacho watu wakielewi, hata wengine sio Wasafi. Sometimes wanaga wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivyo. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sema iko safi nikakuacha tu hivi. Nitakusaidia alafu unaona kwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza. Miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi wafahamu, nadhani yani mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yani mimi kama mwanamuziki, mimi sio mwanamuziki tu avoko. Hasa mwanamuziki hivyo. Yani mimi nikishika peni naweza kuandikia nyimbo yoyote. Naweza nikakuandikia bolingo, naweza nikakuandikia R&B, nikakuandikia kibokata, nikakuandikia hip hop, nikakuandikia mapiano. Na kila muziki najua ni uandike vipi. Yani kama hii nyimbo inaitwaje? Inaitwa Salama na nani na Banaba. Hapa nimeachana na mtu, ngoja nimshindilie maneno ya lawama. Yani unajua hivyo. Nikifika kwenye piano siwezi kuandika kitu cha serious kwa sababu piano haitaki vitu serious. Unamletea serious nani kwenye piano? Taandika makuzi, vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi, atapata vibe. Sasa kutoka kwangu ukiandika nyimbo ya mapenzi ya kuumizwa, nitaandika nyimbo kama Kamwambie. Nataka nyimbo ya maisha, nitakuandikia nyimbo kama Yatapita. Na ukikaa na wasanii wote hao, wewe zungumza nao tuambie Diamond kwenye sekta kuandika yuko vipi. Sipiragi kuzungumza. Sasa watu ukitoa sana nyimbo zile za mapiano au nyimbo za mipinduko, imani zao zinaona kama huyu sio mwandishi, huyu IQ yake imeisha. Kwa sababu mtu ukiona mtu anaongea anaweza katia verse kama nyimbo ya Banaba kuonesha kama mkae mbali na mimi. Sio, umeelewa? Nadhani umeweza kumsikiliza kwa makini kabisa Diamond Platnumz nini amekizungumza hapo. Lakini pia Diamond hakuweza kuishia hapo ama hakuweza kukomea kuongelea swala hilo. Na pia swala ambalo aliweza kuligusia hapo jana ni pamoja na mikataba ambayo inakuwepo ndani ya WCB. Lakini pia alisema kwamba WCB ni kama shule, kwa sababu msanii yeyote ambaye anasainiwa WCB anafundishwa jinsi gani ya kuuendo muziki ama kuishi muziki. Yani WCB imekuwa kama shule, yani haimlipi chochote zaidi ya yeye kuwalipa wale wasanii. Yani anawafundisha ili wapate manufaa mengi na baadaye hawarudishi chochote kile. Lakini pia akasema kwamba mimi ukiona msanii ambaye katoka WCB na nimemlipiza kiasi kikubwa cha fedha, basi huyu alikuwa anapingana na mimi na alikuwa na kiburi juu yangu. It means kwamba tukimwangalia Konde Boy pamoja na Rayvanny, hawa ni wasanii ambao walitoka WCB na kuweza kulipishwa kiasi cha fedha. Lakini tukimwangalia Mbosso Kane, Mwishedede pamoja na Lavarava, hawa walitoka WCB na bila kuombwa kiasi chochote cha fedha, hata shilingi 100. Inaonyesha kwamba Rayvanny pamoja na Konde Boy walikuwa na kiburi. I don't know. Siwezi nikachimba sana vitu, lakini wewe kama una mbili nadhani umeelewa nini Diamond alikimaanisha. Okay, bana, sakata zima la mtu mzima Simba la Masimba Dangote Diamond Platnumz lilienda kama hivyo hapo siku ya jana kwenye jukwaa la Pepsi.
So maswala yote na mengineyo usiache kunifuatilia kwenye hii account ya News Trending. Mimi ni yule Joe Buddy, the Buddy Sniper. Mimi ndo mpenda kufikishia mastori yote ambayo yana trendi na ambayo yalikuja go trend. Mimi sibagui ni trend ya mwaka gani, as long as imekuwa ni trend na as long as inazidi kutrend mpaka sasa hivi. Lakini pia sichagui ni story ya namna gani nikufikishie. Mimi nakufikishia story yoyote ya kimichezo, burudani, afya, kiuchumi pamoja na kisiasa. Mimi nakufikishia ndugu msikilizaji ama ndugu Mtanzania, ili upate kujua kipi kinachotrend na kipi kinachoendelea. So cha kufanya wewe mpaka sasa hivi, usisahau tu kusubscribe, kushare pamoja na kucomment na kulike pia bila kusahau, ili uweze kuwa unapata story nyingi ambazo naziweka hapa. Lakini pia uendelee kufanya kama hii account iendelee kubaki, iendelee kukua, ili uweze kupata story nyingi zaidi. Bana, hii ni News Trending.